Verona mjini ni shule part 4. Yaani nyie leo nina mteja muhimu. Yaani ustaki. Yaani msizingue, mnanijua. Hii ndo siku ya kwanza nimeanza kazi, madam alikuwa anatuambia. Baada ya muda kidogo akaja huyo mteja, madam alikuwa anamuongelea. Bianca, utanimalizia pesa bwana. Naona umeniletea vitu vyangu kabisa. Mimi namtaka huyu binti leo. Nilihisi moyo unaenda mbio, nikasema jamani, kwani kanichagua mimi? Hivi usini mtu mzima huyu? Madam akamjibu, ushindwe wewe tu bosi wangu, lakini huyu bei zake ni za juu. Si unamuona mtoto lakini alivyo. Madam akanigeukia, haya mrembo, nenda kamhudumie mteja, usiniangushe. Tumefika kule juu, yule baba akataka nimkumbatie. Akaniambia, naomba nikufanyie massage. Mimi nikashangaa, mimi ndo natakiwa nimhudumie, lakini yeye ndo akataka kunifanyia massage. Akawa ananisifia sana, una ngozi laini, we ni mzuri. Mara akataka nimfanyie massage. Yaani nilikuwa sielewi kabisa. Nilikuwa sijawahi kuja kwenye nyumba ya madam mida kama hii ya usiku, ambapo wateja ndo wanaanza kuja. Yaani ni magari tu ya kifahari yamepaki nje. Na kuna baadhi ya wateja ambao nishawahi kuwaona kwenye TV, sura zao sio ngeni. Nilivyomaliza kumfanyia massage, akaniambia twende chumbani. Nilikuwa naogopa sana. Nakumbuka nikasema, yaani nimejitunza maisha yangu yote, leo nakuja kupoteza usichana wangu kwa hili libaba. Akasema, binti, unashangaa nini? Panda kitandani, hujafundishwa au? Tulivyomaliza moyo ulikuwa unaniuma kama nataka nilie. Hili libaba likataka linibusu, nikakataa, akanipiga kofi. Akasema, we binti, wewe unahisi niko hapa bure? Nimelipa, wewe ni fanya kazi yako. Haya, nipeleke nikaoge. Nilihisi kama nachanganyikiwa. Nikasema, huyu baba amenihitaje? Kwa mimi maisha yangu ndo nitaishi hivi, yaani sijui kama nitaweza hii kazi. Alivyomaliza kuoga akataka nimpake mafuta, nimfanyie na massage ya miguu na mikono. Akati namfanyia hivyo akasema, yaani binti, unavutia sana kuangalia. Uko nyororo, sema una kiburi. Ukifanya ninavyotaka utafurahi sana. Yaani huduma leo nimeipenda sana. Nipe namba yako binti, nikupe tipu. Yule baba akanitumia shilingi milioni 2 kwenye simu yangu. Yaani nilishtuka, maana mimi hata 100,000 sijawahi kushika. Kwa hiyo niliona kama ni hela nyingi. Bianca, leo umenifurahisha sana. Najua bili yangu ni 500,000, lakini naomba nikupe 1.5 milioni. Kumbe mtoto alikuwa sealed bana, brand new. Madam alimjibu, yaani zunguka kote, Madam Bianca ni mmoja tu. Sinaga kazi za kubahatisha. Yule baba akaendelea kusema, basi naomba tufanye biashara. Mimi naomba nimbuku huyu binti mwaka mzima. Sitaki aguswe na mteja yoyote yule, ni mimi tu. Sasa hapo tajiri itabidi unipe 20,000,000. Maana yule ndo alikuwa VVIP wangu. Sasa ukimbuku, ina maana hata niingizia tena hela. Na wewe mwenyewe umeathaminisha mtoto, si umemwona, lakini na alikuwa mpya. Wewe ndo umemtoa kwenye magamba. Yule baba hata kufikiria mara mbili, aliweka vitita vya 20,000,000 pale mezani kwa madam. Akamwambia, fanya kweli basi. Kabla sijaondoka, madam akanipa 300,000, akaniambia hiyo ndio hela yako ya leo, kazi nzuri. Nilivyofika nyumbani nikampigia mamangu. Mama, shikamoo, nimekutumia 500,000. Mtakata matumizi hapo nyumbani na inayobaki, iteni fundi, mjaribu hata kuchimba msingi, tuanze kujenga kidogo kidogo, nitakuwa nawatumia hela. Mama yangu aliangua kilio, alifurahi sana, alinibariki. Akasema, mwanangu, mbarikiwe wewe na huko kazini kwako muongezewe tena na tena. Machozi alinilenga kwa sababu mimi ndo najua hiyo hela nimeipataje. Nimemaliza kuongea na mama yangu, nikaona kama kuna namba mpya inanipigia, nikapokea. Hello beautiful. Nilivyosikia tu sauti nilikuwa nishajua ni nani. Nimekutumia tiketi ya ndege, naomba kesho mchana saa 6 uwe Dodoma na kuhitaji. Nitamtuma mtu akufate airport akulete nilipo hotelini. Nakumbuka nilisikia sana hasira, nikamfuata Viki chumbani. Yaani Viki, hivi unajua ile baba limenitumia tiketi kesho niende Dodoma. Alafu leo kanitumia 2,000,000. Yaani Viki, hii kazi nishinda. Hii hela alonitumia nitaifanya mtaji. Hii lotion yako kila mtu ananisifia na rangi nzuri. Nahisi nikianza kuiuza watu nitapata tu wateja. Viki akanijibu kwa mshangao. Makubwa Jongo. Yaani wewe huna hata kitanda chumbani kwako, huna hata jiko. Badala uwaze ukanunue kitanda kwa 6 kwa 6 TV la nchi 90 huko warushe roho majirani. Ndio maisha ya mjini. Unawaza ukaanza biashara kuuza makrimu.
Haya, leo ushaingiza 3 million. Haya, ile biashara ya krimu mpaka ikuingizia 3 million kwa siku ni leo. Mbona unapenda kujizeesha, mtoto mzuri usijua kutulia? Halafu kwa taarifa yako, hilo libaba limempa madam 20 million. Yani wewe ni chombo chake sasa hivi mwaka huu mzima. Na bora wewe umepata mtu wa kukubook mwaka mzima kuliko sisi tunaotegemea la yetu kulala na watu tofauti kila siku. Kazi kwako kumchuna huyo baba. Kesho yake kweli nikaenda Dodoma, akaja huyu mfanyakazi wake kunifuata airport. Akanileta kwenye hii hoteli ambayo ilionekana ni ya watu wakubwa. Yule baba alikuwa ashafika amekaa ananisubiri. Nilipofika tu akaanza kuniongelesha. Halafu binti, hivi jina lako ni nani? Hata sikukuuliza. Nikamjibu, Rona. What is Rona? Yaani una jina moja tu kama mbwa? Hapana, naitwa Verona Siro. Ile naendelea kujielezea akanistopisha. Mvua nguo upande kitandani. Nikamwambia sawa baba. We binti, baba, mimi nimekuzaa, niite daddy. Jinga kabisa. Tulivyomaliza lile libaba lililala hoi kitandani linakoroma. Nikawaza hii hoteli na mazingira mazuri. Huu ndo wakati mzuri wa kurekodi video nitangaze lotion yangu nayotaka kuuza. Nikaenda bafuni nikapiga picha na kurekodi video, alafu nikafungua account nikaita Rona Beauty Cosmetics, Instagram pamoja na TikTok. Alafu nikaposti. Nikawa tu nimepumzika kwenye kiti, maana nikiwa na huyu baba siwezi kupata usingizi hata kidogo. Alivyoamka tu akaanza kufoka. Nani amekwambia utoke kitandani bila ruhusa yangu? Nikamjibu usingizi ulikuwa umeisha. Akaniambia, "Yaani unanijibu kwa dharau?" Yule baba aliinuka pale akachukua wine yake akanimwagia, akanipiga na makofi usoni. Kesho yake asubuhi nikawa nimerudi nikaenda chumbani kwa Viki. Babes, usoni imekuaje tena? Yaani Viki, yule baba amenipiga. Amekupiga tena? Na kwa nini anakupiga usoni? Kwani hajui hiki ndo kiutega chumi chako? Yaani, afu nimeshuka airport naona message ya muamala amenitumia 800,000. Viki akasema, lakini anahonga, kwenye kuhonga tu anajitahidi. Viki, mimi niandikie list tu ninunue nini kwa ajili ya kutengeneza ile lotion kesho nianze kazi. Viki akaondoka akaenda kazini, nikabaki chumbani kwake kulala. Lakini kabla sijalala nikaingia kwenye page yangu ya TikTok na ya Instagram. Nikakuta ile video imepata views nyingi na comments kama 80, kila mtu akiniuliza ni mafuta gani na wanahitaji. Nikapitiwa na usingizi. Verona, mjini ni shule part 5. Kesho yake asubuhi nilizunguka madukani kununua vitu kwa ajili ya kutengeneza ile lotion. Viki alikuwa ametoka kazini kwa alikuwa amelala hoi. Nilikuwa nimepania sana kuanza hii biashara. Na vile mwanzoni nilipata oda nyingi sana kutoka TikTok na Instagram. Nikaona hii ndo tiketi yangu ya kujikomboa kimaisha. Nilitengeneza mzigo mdogo na nikampa Msomali aende kunifanyia delivery. Kushangaza siku hiyo hiyo niliuza kila kitu. Hii ilinipa sana jeuri. Baada ya hapo kila nikitengeneza mzigo ulikuwa unaisha wote. Na baada ya mwaka mmoja nilifanikiwa kufungua kiduka kidogo kule stand karibia na ile saluni. Nilivyokuwa dukani mamangu akanipigia simu. Mama, shikamoo. Marahaba. Sasa mwanangu, si unajua wadogo zako wamemaliza la 7. Tunafanyaje? Mama, nenda katafute form kwenye shule za Tanga mjini za private au hata za Moshi. Si unajua lakini wadogo zako ni mapacha na si unajua shule za hivyo sio chini ya 2 kwa temu. Unaipata wapi hiyo hela mwanangu? Mama, na ndio maana nilikuja mjini. Wewe nenda katafute hizo form. Mimi nitakutumia hiyo hela. Mkataba wangu kwa Madam Bianca ulivyoisha, niliacha kazi maana niliamini biashara yangu ingenibeba. Yule mama anayepika vitafunio na mama mwenye nyumba walikuwa kwenye ile saluni pembeni ya duka langu. Mwenye saluni akawauliza, "Naona mpangaji wenu sasa hivi ana duka." Hata msiende hapo dukani kwake, ni pesa haramu. Huyu mtoto anatoka na wame za watu. Nilimhudumia huyu mteja wa mwisho nikafunga duka maana nilikuwa na stress sana kuhusu ada ya wadogo zangu. Ndani ya mwaka mmoja sikufungua tu duka, niliweza pia kujaza chumba changu na vitu vizuri vya thamani. Maisha ya mjini bwana. Kumbe bwana nilijua ile biashara ingenipeleka mbali. Zile zilikuwa ni mbwembwe tu za mwanzo. Katikati biashara yangu ilikuwa hainilipi kabisa. Nikajikuta nina mahitaji mengi kuliko faida ninayopata dukani. Na ndio maana sikuachana na lile baba hata kama mkataba wangu uliisha. Mahusiano yetu yalikuwa ni hivyo hivyo, nampa anachokitaka na yeye ananipatia pesa. Nilikuwa na stress sana juu ya ada wadogo zangu kwa sababu hili baba lilitoka kunitumia 20 kama mwezi uliopita, lakini yote mimi na mamangu tuliweka kwenye ujenzi. Nilisahau kwamba kuna kitu kama ada. Nikajikaza nikampigia yule baba nikamwambia, "Daddy, naomba kama 5 milioni hivi."
Jibu lake huwa ni moja kila siku: unajua cha kufanya binti, tena bahati yako siko Dodoma, niko kwangu Kigamboni. Yaani hata sikutaka kusubiria kesho yake. Siku hiyo niliinuka, nikajiandaa, request, nikaenda mpaka nyumbani kwake Kigamboni. Wewe Rona, juzi tu nimetoka kutumia milioni 20. Leo unataka tena milioni 5. Si unajua kini hela kubwa eh? Okay, mimi sasa nitakupa milioni 8, lakini utakaa hapa kwangu wiki nzima. Yaani maisha ya mjini yalinifundisha bora nipigwe nitukano lakini nipewe hela nyingi kuliko nihangaike kwenye duka langu kupata kifaida kidogo kidogo kila siku ambacho hakinitoshi chochote. Nilipofika chumbani, lile libaba lilimtuma yule mfanyakazi wake amletee cash ya milioni 8 na akaniwekea mezani. Yaani lile libaba sijui nilikuwa nalionaje, lakini nilijifunza kufunga macho tu ili nipate ninachokihitaji. Tulivyomaliza alikuwa amelala, nikawa nawaza siwezi kukaa hapa wiki nzima na yule baba. Hii milioni 8 ni nyingi sana, nitaichukua, nitaondoka na nitamblock. Lakini kwa bahati mbaya nafika mlangoni, yule mfanyakazi wake akanisimamisha. Samahani dada, mheshimiwa akina kuniambia kama kutakuwa kuna utaratibu wote wewe kuondoka sasa hivi. Akaliita lile baba. Binti, nilishakwambia hakunaga hela rahisi. Alinipiga mpaka nikaishiwa fahamu. Nikaanguka chini, lakini kesho yake asubuhi nikaamka niko hospitali. Niliamka na maumivu mengi shingoni na nilikuwa na bandage mkononi. Kulikuwa na daktari pembeni ya kitanda changu. Nilivyoamka tu aliniongelesha. Verona, uko sawa? Lakini kuna mbaba mmoja Msamaria mwema alisema amekokota barabarani, umeumia, akakuleta hapa. Na maumivu tu kidogo tumboni na mikononi, lakini niko sawa, naweza nikaondoka daktari. Nilikuwa nishajua huyo Msamaria mwema ni lile libaba, lakini nikajidai kama sijui chochote kilichotokea. Sikuwa na kumbukumbu. Kwa nikaendelea kumwomba daktari niondoke. Akasema okay, basi angalau nipe namba yako ili niwe nakupigia nijue unaendelea vizuri na unakunywa dawa zako za maumivu. Si unajua? Kesho yake asubuhi niliamka na maumivu na uchungu sana moyoni, lakini kabidi nijikaze, maana ilibidi niende benki kuweka hela ili wadogo zangu niwalipie ada. Yule daktari alinipigia simu kunikumbusha nimeze dawa za maumivu na akanisisitiza sana nilale nipumzike. Nakumbuka nikajiuliza, ndio madaktari wanajali wagonjwa wote hivi?